wakafanywa moja, lugha moja. Bacha batangura kumwe mu rurimi rumwe. Hiyo kanisa lilipoendelea kukua, iryo shengero ryabandanije gukura, wakawa wamepata ile ahadi walikuwa wameambiwa na Masihi. Bacha baronka lijya sezerano bari barabwiwe na Yesu ya kwamba msitoke Yerusalemu, kuko babwiwe ngo nimuve i Yerusalemu mpaka mpate hii nguvu hii ahadi, kamurose ubushobozi, ili muweze muongee lugha moja, kugira ngo mushobore kuvuga ururimi rumwe, na kuwathibitishia kwa njia nyingi kwamba yeye yu hai. Baada ya Masihi kufufuka, Yesu amaze kuzuka, alijaribu sana kudhihirisha ni yeye ndiye amefufuka. Yagerageje kwiyerekana kuwa sababu watu wanaamini yeye amefufuka. Kila mmoja anasema yazutse. Na ilichukua Masihi siku 40 baada ya kufufuka kwake. Yeah. Watu wanafikiria alifufuka na kwenda mbinguni. Abantu bibaza ngo yarazutse cyagenda mu ijuru, lakini alisalia duniani humu akijaribu kujidhihirisha tena kwa mara ya pili. Yagerageje gukoranira cyangwa gusengera kwamba mwana wa Elohim mu bantu, kwamba yeye kama mwana wa Elohim amefufuka, aliwatokea na kunena kuhusu ufalme wa Elohim, na amekuja kuhubiri injili kuhusu ufalme wa Elohim. Wakati mmoja alipokuwa pamoja nao, kidogo msamaji, kuko ngo yari yaje kwigisha ubutumwa bwiza yawe na data wa twese. Sasa endelea mstari wa 4. Wakati mmoja walipokuwa pamoja nao, aliwapa amri hii, msitoke Yerusalemu. Walipewa amri ya kwamba bacha baronka itegeko msitoke Yerusalemu, bali Yerusalemu, bali ngojeni gushika ahadi ya Baba, ngojeni ahadi ya Baba, sema sezerano rya data ambayo mlisikia habari zake, kugira ngo mumenye inkuru ziwe. Shalom. Shalom. Hao watu wameambiwa msifanye nini? Msitoke. Aba bantu bakwiye ngo nimukore iki? Mpaka mpate ahadi ya Baba. Mushika muhawe sezerano ryange data. Ile ahadi ya Baba ilipofika katika siku ya Pentekoste, iryo sezerano ryashitse ku munsi wa Pentekoste, ikaanza sasa kudhihirika, itangura kugaragara kupitia kusema kwa semi moja, guca muri bene data bari hariya. Shalom. Shalom. Ule usemi moja imaanishi tu lugha peke yake ya kuongea. Ule usemi moja, ile lugha moja waliongea, haimaanishi tu hiyo fungu ni inatuonyesha tu ni kuhusu lugha tu peke yake. Okay, avuze ati kuriya kuvuga ururimi rumwe sivyo byerekana yuko unamaze kuba ihanga ry'Imana gusa. Kuna maana ya ndani, hari ibindi by'imbere, inaonyesha umoja, hari ibindi by'imbere byerekana ubumwe, undugu, ubugenzi na nyumba moja ya Elohim. Ninzu imwe ya data wa twese. Wamefanywa kuwa ni mtu mmoja, kando na kuwa kwa lugha zingine tofauti. Bagizwe ihanga rimwe ukuye ayandi mahanga, na hiyo lugha moja ni injili moja. Hiyo ndio maana yake. Niliye mfunga wa Bwana na wasihi mwenende kama alivyo inavyostahili wito wenu mlioitwa kwa unyenyekevu wote na upole wavumilivu. Tunaambiwa ya kwamba kusema ile kuongea lugha moja ina maana ya kwamba wanatoka sasa kuhubiri injili iliyo moja. Ubumwe bisigura ngo bagira basohoke bagende bavuge ubutumwa bwiza bumwe, na hiyo ndio inastahili ururimi rumwe. Ikawa ya kwamba baada ya kukaa sasa roho ile imeanza kufanya kazi ndani yao. Birerekana ngo mwemu yera amaze gukora igikorwa muri bo, wao walidhihirisha uwezo wa kushika ile mafundisho ya kiroho. Kutahidi ni kudumisha umoja wa roho katika kifungo cha amani. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume tugomba tuje mu byakozwe n'intumwa 2:42 2:42 2:42 na usome mpaka 43. Ushirika wa waumini. Ukawa sasa ushirika wa waumini. Nao wakawa wanadumu katika mafundisho ya mitume. Naomba msomaji utapea nafasi.
ya kwamba iweze kutafsiriwa, kwa sababu tukiona tukisoma Biblia inaweza chukua muda na mimi naona inayoyoma. Tunasema ya kwamba kulikuweko na ushirika wa waumini. Hariho gukorana kwa bizera. Soma sasa. 42. Nao wakawa wanahudumu katika mafundisho ya mitume. Kanisa likaanza sasa kudumu katika mafundisho ya mitume. Ishengero lishishikara mu by'intumwa zigisha. Roho ishakuja kuko mwemu yaraje na inatumika ndani yao, kandi ariko akora muri bo. Ikaanza sasa kutumika ndani yao, achatangura gukora muri bo. Endelea. Katika ushirika na katika kumega mkate kukatokea kitu inaitwa ushirika. Hatatangura kuba hamwe no kumanyagura umutima, wakakuwa ni familia moja. Kila mtu akaingia na hapo ndani amukukuwa na cha kusema ni hiki ni changu. Nabo numwe yavuga ngo kimi canje, lakini walikuwa familia moja. Ariko bari umuryango umwe. Hiyo ndio familia Masihi aliumba kutoka. Uwo ni wo muryango Kristo yashizeho kuva. Wakashika sana mafundisho, kanisa likashika sana mafundisho ya bashishikara kumanya gusima no gusenga. Nao ndio kidogo. Tumetoka hapo ya kwamba walishika sana mafundisho yale ambayo mitume waliwafundisha. Bafashe neza ibyagezwe nkuko intumwa zabigisha. Na walikuwa wamejifunga katika kusali sana. Kandi bari bisondesheje mu gusenga kwabo. Kanisa hili ndio mfano ya kanisa ambayo Masihi anastahili. Iri shengero niryo rigereranya ishengero Kristo ashaka. Wale watu wakaanza sasa mahubiri kutoka Yerusalemu. Bale abantu batangura kwigisha bahereye Yerusalemu, kwa sababu wameambiwa mtakuwa mashahidi yangu kutoka Yerusalemu. Kubera babwiwe ngo muzobivyabona uhereye Yerusalemu, mukaenda Judea, muzogera Yudaya, mukaenda Samaria, muzogera Samaria, mukaenda Kenya, muzoshika no muri Kenya, mukaenda Burundi, muzoshika no mu Burundi, mpaka pembe zote za dunia. Mtakapopewa nguvu, mshozi akaisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu. Nani mtakuwa mashahidi wangu? Mtakuwa mashahidi yangu. Hiyo ni katika Yerusalemu, Uyahudi kote, na Samaria, hadi mwisho ya dunia. Nikiuliza ndugu zangu, ndabaza bagenzi banje, si lazima akina Butoyi wanijibu hapo. Niyo Butoyi nitauliza tu swali. Ariko ngomba kubaza, mwisho wa dunia ni wapi? Mbega kwiyezo gisi ni hehe? Kwa sababu tunaambiwa na wasayantisti, ukienda hivi sana utatokea hapo. Kwa tubwirwa n'abanyabwenge ngugiye gutya nguzoserukira ngaha. Ndege inaendaga inazunguka kutoka Australia mpaka USA mpaka inarudi Australia. Ndege inashaka kuzunguruka kuva muri Australia ikaja Amerika ukabona iragarutse. Mwisho wa dunia ni mahali bako tu wanadamu. Kwiyezo gisi ni hari abana b'abantu. Ukimalizia mahali hapako wanadamu tena huko, hiyo ndio mwisho. Ni waheza abana b'abantu bari uzobugejeje kumera isi. Sisi sasa ndio tukafikiwa sasa sisi. Natwe twarashikiriwe rero kama wageni. Nkuko twari irindi hanga. Tukachengwa kwa ile msingi ya Ephesians. Kwa kulili ya tanguliro 2:20. Waefeso 2 mstari wa 20. Waefeso 2. Msingi ya mitume na manabii. Tukachukua ule mfano wa ule kanisa. Tukatwakira iliyo shushadi iliyo shengero. Kwa sababu hiyo ndio msingi yetu. Kwera rujya ni rufatiro rwacu. Endelea. Naye Yesu Mesia mwenyewe ndio jiwe kuu la pembeni. Yule mwana wa Elohim ndio akakuwa ni jiwe la pembeni. Kuko mwana w'Imana ariwe buye gifuruka. Ndani yake jengo lote likakamilishwa pamoja na kusimamishwa ili kuwa hekalu takatifu katika Bwana. Kumbe hekalu ya Elohim limechengwa sio tu kwa ile mawe, kuna hekalu hapo imechengwa. Kumbe ishengero ry'Imana ryubatswe ritubatswe nkari ya mabuye nkajya ngo bari ishengero ryubatswe. Ongelei mjengo tu ile wa mawe ama nitushaka kuvuga katika nkita nyubako y'isima ile ni katika mjengo wa kiroho. Katika roho Roho iko na nafasi kwetu. Mwemu
arafise ikibanza muri twebwe. Mitume wako na nafasi katika jengo letu. Intumwa zirafise ikibanza mu nyubako yacu. Masihi yako na nafasi kubwa kama chiwe la pembeni. Yesu Kristo arafise ikibanza gikuru nk'ibuye rigumye ifuruka. Na kanisa likachekeka. Katika yeye ishengero likubakwa. Na katika yeye ninyi nanyi sisi hata sisi mpate kuwa makao ambaye Elohim anaishi ndani yake kwa njia ya Roho. Hivyo ndio mjengo ambao Elohim anaishi kupitia Roho imechengwa. Nukuvuga ngo natwe niko twubakwa mu buryo bw'imwemu ngo tube ingoro y'Imana. Atusemi ya kwamba eti hili kanisa alitakuwa, nilikuwa nimetangulisha kwamba kanisa ukua. Nitushaka kuvuga ngo ishengero ngo nishobora kuba kandi natangure kuvuga ko ishengero likura. Mimi najua kuna vitu tutapoteza kwa Kiswahili. Mstari moja tu kusema kukua, sisemi kuvuga gukura na kidogo acha niseme kwa Kikale. Mage ngele kukua kwa sababu yana wale kukua naomba KUWA. Kukua naomba to grow. Kanisa eti tu kanisa engasorwe tu agonere enoretab tomirmiriet en tekset nekikiteche kotinye tomirmiriet nafas nenyin, tinye mesia, tinye chekiyokto ak echek chekaketech keiwe kalut nemenye tomirmirietab Elohim. Shalom. Tunasema ya kwamba ule mjengo ikikamilika hapo ndio Roho itakuwa inaishi. Tuvuze ngo iyo nyubako igihe itanguye ikuzura aho niho igikorwa kiba kirangiye. Kanisa hili la mitume ilipoendelea sasa, ishengero ry'intumwa ryarabandanije. Kuna kitu moja walituonyesha. Ari kintu kimwe batweretse. Hawachakuja kanisa kujitafutia riziki yao ya kibinafsi. Nibaje mu ishengero kwironderera inyungu z'ubugingo bwabo. Ile ni mambo ya kiroho wamekujia tuko. Ariko baje kubwamwe muyera. Matendo ya Mitume 20:35. Ibyakozwe n'intumwa 20 umurongo wa 35. Luka anatueleza ya kwamba hatukuwa na nia nyingine na Paulo. Luka atavuga ati natwe nidufise ile ni nia ya kiroho tulipo ndani yenu. Ariko mwe muyera ari muri twebwe. Nasema nini? Ivuga iki? 2035. Tuko huko. Tupate maelezo ya kwamba kanisa lili katika the administration, what can we say? Katika kila jambo nimewaonyesha kwamba kwa njia hii ya kufanya kazi kwa bidii imetupasa kuwasaidia wadhaifu, mkakumbuka maneno ya Bwana Yashua mwenyewe jinsi alivyosema, ni heri kutoa kuliko kupokea. Hatukutaka sana. Aseme ya kwamba hatukutaka sana watu kitu jenu. Yariko vuga ngo nitwifuze cyane ibintu byanyu. Is it 31? 31. Akasema kama mfano wa Yashua. Aravuga ya Masihi. Sikutamani chochote kwenyu. Sinifuji ikintu na kimwe cyanyu. Wewe mnajua kwamba mikono yangu hii imetumika kwa mahitaji yangu na ya wale waliokuwa pamoja nami. Shalom. Shalom. Hata mimi najua wandugu hao hawakutamani chochote kutoka kwetu, ila wengi wenu labda tu ile msaada ya kawaida. Wengi wenu mlitumia fedha zenu mkakuja Kenya. Mlikuwa mnahitaji vitu zetu. Kandi namwe ndazi ko mutifuje ibintu byacu. Hata sisi wakati tulikuja kwenu mukaza iwacu nkuko natwe twitanze tukazi wanyu. Hata sisi tulichifinya tukatoa vitu zetu tukakuja kwenu. Natwe twarigonze kugira ngo dukoreshe ibintu byacu tuzi wanyu. Kama mfano wa kanisa la mitume. N'ishengero ry'intumwa. Hiyo ndio msingi ya mitume waliweka. Iryo niryo tanguriro intumwa zasizeho. Kusanyiko la kanisa gukorana kw'ishengero isikuwe ni mahali pa mtu kutafuta mali yake ya kidogo. Ntihagire umuntu arondera inyungu ziwe ubwiwe. Ile ikuwe ni mahali hekalu Elohim anaishi kwa roho. Kugira ngo arondere inyungu ingana ishengero
ryo kubakwa kugira ngo uhoraho abe muri we. Licha ya kwamba lile kanisa likapitia mashida, hari igihe ishengero rishobora guca mu hata tunajua kanisa la Burundi linapitia mashida, n'ishengero ryo mu Burundi, kanisa la Kenya kama vile ya mitume limepitia mashida, n'ishengero ryo muri Kenya nk'intumwa rishobora guca mu ngorane. Sio tu peke yake, bibiri gusa. Moja ya kwamba kulikuwa na tofauti kati ya maneno ya kiroho, icyambere ryari tandukaniro ry'amajambo y'imwe na maneno ya Torati ya Musa n'amajambo y'ibyagezwe bya Mose. Wale Wayahudi bali Abayuda hawakuwa wanataka watu wengine wasioshika Torati. Abayuda bagomba ko nihagira abandi bantu batora amabwirizwa, na ni kanisa la mitume kandi ari ishengero ry'intumwa, sio wote waumini peke yake, ariko ni bari bose mu bizera, ila hata katika wasee, ariko mu bayobozi alitokea tofauti za kimafundisho. Barabonekanye mu Kitabu ya Galatia 2:11 wote mu Galatia 2:11 ni mfano mzuri na kalolo keza ya tofauti za kanisa zenye zinakuwa hata tunajua iko kila mahali, kugira ngo bitandukanye amashengero ari hirya no hino. Waumini wanapotafuta njia ya kweli, abizera bagomba kurondera inzira y'ukuri, inawagharimu hata waachane na wandugu wengine, kugira ngo nabyo tuma batandukana na bageni babo na maimani zingine, kugira ngo nabo batandukana no kwizera kundi, hadi wafikie kanisa mfano wa ule wa mitume. Ariko bagomba gushika kwishengero lifise ubwiza nk'ijintumwa. Yeyote mwenye hayuko tayari, umuntu wese yiteguye kujifundisha, kwiyigisha, atafikia ule kugira ngo ashike mfano wa kanisa ya Masia aliwacha dunia. Haja Yesu yasize ishengero. 2:11 inasema nini? 2:11 avuga gute? Lakini Petro alipofika Antiokia, kuna mtu anaitwa Petro ambaye alikuwa Myahudi katika mwili. Hari umuntu yitwa Petro w'umuyuda mu mubiri, lakini alikuwa mtume, ariko mu mwemu yari ntumwa. Tusikie. Mimi nilimpinga. Paulo anatuambia nilimpinga yeye na ana kwa ana. Na alimpinga ana kwa ana. Kwa sababu alinua ametuosea kwa wazi. Kwa sababu alikuja kuniambia ya kwamba haupasi kushikana na mtu kutoka Burundi. Kwa yeye yavuze ngo ntivyemewe ko wifatanya n'umuntu avuye mu Burundi. Kabla baadhi ya watu waliotoka kwa Yakobo hawajafika, alikuwa akila pamoja na watu wa mataifa. Lakini nao hao watu walipofika alianza kujiondoa na kujitenga na watu wa mataifa. Petro ni mmoja wa mitume, kwa sababu aliwaogopa wale kundi la tohara. Petro ni mmoja wa mitume. Petro yari umwe mu ntumwa, lakini anaanza kushindwa saa zingine na watu wa Yahudi. Ariko yashoboye kuneshwa canke kurushwa n'abantu bamwe bakagua watu ya kwamba hao ni Wayahudi, hao ni Wayunani. Atatangura kurobanura ati aba n'Abayuda, aba nabo nibindi hanga. Lakini Paulo anagundua hilo mapema. Ariko Paulo yabimenye ubwa mbere, anamwambia istahili tufanye hivyo kama mitume. Aramubwira ati nibigusingomwe ko tubikora. Istahili kama roho ilituwezesha tuongee lugha moja, ariko bisaba yuko nkuko mwemu yadushoboye kuvuga ururimi rumwe, ili tustahili tukue na imani moja hata baada ya masiku. Bidusaba ko tuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bahinduke. Mwae wa ulole inye negi gitaito anto mirimirie agigita oriane inye negi gitaito mirimirie toto mojutu kogi ba oriane to mirimirie koleki muche kengalal lugha negi guitosi ke twan apichu wa Galili akiwa Samaria kali anigunon sinyo itorte iche eno imwaile mwimurotano tiniche. Anasema ya kwamba aravuga yuko imekuache wewe Petro, ati byagenze gute wewe Petero ulipokea roho kabla yangu? Kubakiriye mwemu mwiyo nakiriye, na wewe ndio uliona ya kwamba hao watu mliongea lugha moja, kandi niwe wabonye ko abantu muvuga ururimi rumwe kuja kwa roho. Igihe mwemu yera yaza Iwote leo unawabagua? Byagenze gute ko uyu munsi barobanura? Hii agano wa ndugu yangu, ili sezerano wele data wa ndugu, lazima tugundue hii agano ya kupokea